Mtambala TV ni fikara tamu kwa wote. Wengi wanajivinjari kupitia Mtambala TV online. Kila siku fuatilia Mtambala TV online ili kukusaidia katika masuala ya ufundi na ustadi mbalimbali katika maisha. Tunakujali kwa kila hali. Habari vipi msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha siku ya leo. Hii ni kwa ajili ya kanisa la Waadventista wa Sabato Kibaigwa, na hapa nataka tujifunze namna ya kutumia hizi mic pamoja na hii mixer ya kanisa. Unajua hizi mic ziko nne lakini zote zinatumia njia moja. Sasa hizi mic ukiziwasha zote kwa pamoja zitakusumbua kama zitakuwa hazijafanywa setting yoyote. Kwa hiyo cha kuangalia, twende kwenye mixer hapa. Hii mixer imezimwa. Nitakuja nitaiwasha huku. Nikishaiwasha itanionyeshea kwamba imeshawaka. Hii DSP ambayo imeandikwa 6 hapa. DSP kazi yake ni kuseti mwangwi, kwamba mwangwi uwe ni mkubwa uwe mdogo. Ukiweka namba ndogo zaidi, mwangwi unakuwa mdogo zaidi. Ukiweka namba kubwa, mwangwi utakuwa mkubwa. Lakini hii inategemeana pia na hii effect. Hii ukiongeza hii basi itaongezea hii DSP. Kwa hiyo ukipunguza, hata hapa ukiweka DSP iwe kubwa au ndogo, haiwezi kuwa na effect yote. Lazima uongeze huku, utaongeza hii hapa pia, lakini pia utakuja kuongeza hii effect send. Sasa hizi zote unazifunga ukiwa upo kwenye hall kubwa au upo kwenye nyumba kubwa ambayo unatumia vyombo vyako. Kwa mfano kama kanisa letu la Kibaigwa hapa ni kubwa. Kwa hiyo hizi zote huwa tunazifunga, na hapa kwenye DSP tunaweka moja kabisa kwa ajili ya kuzuia mwanga. Kwa unaiweka kama hivyo. Sasa kwa mfano hii mixer nimeshaiwasha. Mixer hizi unapoiwasha, kama unatumia kompyuta, hakikisha hizi main L&R zinaishia kwenye 0 hapo. Kwa mfano hapa naipandisha kutoka huko chini, naipandisha mpaka kwenye hapo. Hakikisha haivuki kwenda juu huku, iishie hapo kama unatumia kompyuta. Lakini kama unatumia simu, kaona wimbo na sauti ndogo, hizi hazina madhara ukiweka mpaka juu. Ila kama ni kompyuta hauruhusi kuweka mpaka juu, kwa sababu kompyuta ina nguvu zaidi ya simu. Kwa hiyo utaziweka mpaka hapo mwisho. Sasa tuje kwenye mic sasa. Hapa engine ya mic imeshawashwa tayari, na njia ya mic ni hii hapa ambayo ni namba 9. Kwa hiyo ni hii hapa. Tunakuja tunaongeza sauti hapa. Kwa sasa angalia hapa nilipoweka sauti. Nimeweka mpaka kwenye 10. Kutoka chini huko nimeenda mpaka kwenye namba ambayo imeandikwa 10, nikaiweka hapo. Sasa mic zetu ni hizi hapa. Nitakachokifanya, nitawasha mic moja hii hapa. Nitaibonyeza mara moja tu, wala sio kuangania, mara moja tu pap, inawaka yenyewe. Ikishawaka inaanza kusense. Kwa hiyo nikipiga hivi unasikia kwamba huko inafanya kazi. Sasa hizi mic hazijafanywa setting yoyote. Setting yetu ni hii hapa, kwenye hii njia ni hii hapa. Kuna high, mid na low. Zote zipo katika series moja ambazo zimefuatana juu. Sasa unapowasha mic, kwa mfano hapa nikianza kuitumia, hello, napoongelea hapa unasikia kuna sauti inalia kama inavuma hivi, kwa sababu hazijafanywa setting. Sasa hapa natumia mic moja, angalau kama haivumi sana hivi. Sasa nikitumia mic zaidi ya moja, lazima itaanza kusumbua. Si hapa nawasha na hii nyingine ya pili hapa, naiwasha na yenyewe. Nimewasha mic mbili, zinaanza kufanyaje? Kusumbua. Kwa hapa cha kufanya, zikawa zinasumbua, nitashusha hii huku. Kutoka kwenye hapa nilipoweka, nitairudisha nyuma kidogo mpaka kwenye 20. Utakuta ile kelele inaondoka. Kwa hiyo zinaweza zikatumika mic mbili zikiwa zipo on zote. Lakini nikiwasha hii mic ya 3, tena lazima zitaanza kusumbua tena. Unaona, nasikia kuna sauti inakuja. Kwa lazima huku nishushe. Sasa hizi changamoto huwa inatokea, nakuta mpaka mtu anasema anaweka sauti chini kabisa huko ili aweze kutumia mic zote 4 hizi. Kwa anaweka sauti chini kabisa ili aweze kutumia hizi mic zote.
Sasa cha kufanya ili kwamba mic zote zitumike lakini zisipige kelele. Kwa mfano hapa nimewasha mic ngapi? 3. Nikiwasha na mic ya 4 hapa, angalia sauti ambayo nimeweka huko. Ipo kwenye kutoka chini, imeishia tu hapa. Lakini angalia inaanza kupiga kelele. Kwa lazima nizime. Kwa sasa ili niweze kufanikiwa kuziwasha kutumia mic zote 4 lakini zisipige kelele, lazima nje ni seti kwenye high, mid and low. Sasa nitasetishaje? Nitahakikisha kwa sababu hizi sauti ambazo tunapiga kelele huwa inasababishwa na low, mid na high. Ikiwa kubwa sana, kwa mfano high ikiwa kubwa sana, kuna sauti ambayo huwa inajitokeza kama miruzi hivi, ndio huwa inatoa sauti. Sasa kwa mfano hii ninapoongeza sasa sauti alafu na mic zote zipo on, nasikia kuna kelele kama hiyo ambayo inakuja. Sasa cha kufanya ili zisipige kelele, lazima nipunguze sehemu ambayo imeandikwa low. Hii hapa nitaipunguza kidogo, alafu nitajaribu tena kuongeza. Naona mpaka hapo zimetulia, lakini mic zote ukija huku zipo on. Kwa sasa nataka nitumie sauti kubwa. Kwa mfano hapa zipo on zote, ninapoongea nahitaji nitumie sauti kubwa, yani nisikike sauti kubwa. Sasa nikitumia sauti kubwa zitapiga kelele tena. Kwa mfano angalia hapa, nikiongeza tena zinapiga kelele. Kwa cha kufanya nitaenda kwenye low pia nitapunguza tena kidogo. Nitapunguza, ikiwezekana naipunguza low yote kabisa. Alafu nikiongeza hapo nakuta hazisumbui. Lakini pia nataka niongee kwa sauti kubwa, mic zote ziwe zinaongea kwa sauti kubwa, alafu zisipige kelele. Nitafanyaje? Nitapunguza kwenye mid tena. Nitapunguza, baada ya kupunguza low, nimeshapunguza yote. Nitapunguza mid kidogo. Umeona? Nikishapunguza mid itatulia kidogo. Sasa cha kufanya, ninachotakiwa kuifanya hapa, nitaongeza sauti huku nione je usumbufu bado upo. Nimeongeza sauti mpaka hapa na mic zote ziko on. Hello. Kwa maana hiyo kuna utulivu kidogo umekuja. Mic zote zipo 4 ziko on, lakini bado utulivu umeongezeka kiasi kidogo. Sasa tutakufanya, nataka hizi mic zitumike kwa sauti kubwa kabisa na zisipige kelele. Nitafanyaje? Kuna kitu kimoja kinaitwa graphic equalizer, iko hapa kwenye mixer. Hii sehemu hii. Unaona hii setting ilivyowekwa? Hii setting ya graphic equalizer. Huku ni upande wa bass. Alafu huku mwishoni ni hii sauti ambayo ni low, ni high. Maana yake ni sauti nyembamba. Alafu hapa katikati ni mid voice, sauti ya kati ambayo inachukua kote high na low. Sasa ukiona bado inasumbua, umepunguza hapa low kwenye mic, umepunguza mpaka mwisho, mid na umepunguza kiasi, alafu bado inakusumbua, basi njoo kwenye graphic equalizer, shusha nani zako hizi, hii mipangilio ya sauti ya graph, ishushe upande wa bass kidogo. Ukishaishusha, unaona ukiongeza sauti huku mic zitaanza kuwa zimetulia. Hapa nimeongeza sauti mpaka ngapi? Mpaka 10. Yaani kama nikaongeza mpaka hapa, mpaka kwenye 5, lakini bado mic zimetulia. Kwa hiyo naweza nikatumia sauti kubwa na mic hazisumbui, lakini kwa sababu nimepunguza low ya hapa, nimeitoa kabisa, alafu na hapa kwenye equalizer nimeshusha kidogo upande wa huku, kwa sababu huwa zina mstari mmoja wa katikati hapa, lakini tuna seti kwa ajili ya kutengeneza muziki mzuri. Sasa nimeishusha kidogo huku upande wa bass ili isisumbue. Kwa hapo unaona mic zote ziko on. Ukiona bado kama kuna kelele inataka kuja, utakachokifanya utapunguza tena hapa kwenye bass kidogo tu, kote. Punguzia kote, napunguza upande wa huku. Punguza kidogo. Alafu naweza kuona mic zote ziko on na hazisumbui. Hapa nimeweka sauti tu kubwa. Kwa nikichukua mic hapa, naweza nikaongelea. Sauti ni kubwa lakini hakuna usumbufu wote. Na mic zote ziko on. Lakini kingine ambacho kwa kinapelekea usumbufu katika mic, hasa hizi ambazo ni wireless,
kwa sababu hizi mic zinatumia mawimbi ya kimfumo. Sasa ile isikusumbue, inategemeana pia na umbali wa speaker pamoja na mic, au wewe ambao una mic uko mbali kiasi gani kutoka kwenye speaker. Kwa mfano speaker ya kanisa ile pale, alafu vyombo viko hapa. Hizi mic zimetulia hapa, lakini nikizigeuzia kwenye speaker zitaanza kusumbua tena. Kwa mfano, ngoja nifanye kwa vitendo ili uone. Niziweke hivi. Umeona hapa nimezigeuzia upande ambako speaker ipo. Nasikia kuna sauti inaanza kusumbua. Kwa hiyo nisipozigeuzia kule unakuta zimetulia. Kwa hiyo sasa, ewe mtumiaji wa mic, kwa mfano waimbaji, kipindi mtakuwa mnaimba, ukimaliza kuimba hakikisha microphone unaizima. Hakikisha mic unaizima, na hizi mic kuzizima unabonyeza kwa kungangania hivi, alafu unakuta inazima yenyewe. Ila wakati wa kuiwasha unabonyeza tu mara moja na waka yenyewe. Kwa hiyo hakikisha unaizima ukiwa umemaliza kuimba, alafu utaibonyeza mara moja wakati unaanza kuimba tena kama ni beti lingine. Sasa cha kufanya, hizi mic hizi zisikusumbue, hakikisha hauzigeuzii kwenye speaker. Yaani usiweke hii mic iangalie kwenye speaker kule. Ikiangalia hivi itaanza kusumbua. Kwa hiyo utaanza kusikia miruzi ya sauti. Kwa hiyo cha kufanya, hakikisha kama unataka uigeuzie chini kabisa au uizime. Hapo utakuwa umefanya jambo la maana. Kwa tutaendelea kujifunza zaidi. Hii ni kipande sehemu ya kwanza kwa ajili ya matumizi ya mic kanisani. Kwa hiyo ni kwa wote, wala sio waimbaji peke yao. 4816 au 0712653134 au 0655735838. Tupo Kibaigwa, Mzogode. Kwa walioko mbali, tuko nao kupitia WhatsApp namba 0684594816. Mtambala TV tunatoa huduma zifuatazo: kurekebisha cherehani aina zote zilizoharibika, ufundi wa kushona nguo kali za kike, huduma zingine, namna ya kuishi kidigitali kwa habari ya muziki, yaani nyimbo za Kristo na tenzi za rohoni katika masuala ya ibada, pia hata namna ya kuchonga biti mbalimbali. Ndio maana tunasema Mtambala TV ni fikara tamu kwa wote. Wengi wanajivinjari kupitia Mtambala TV Online kila siku. Fuatilia Mtambala TV Online ili kukusaidia katika masuala ya ufundi na ustadi mbalimbali katika maisha. Tunakujali kwa kila hali.